Usiache kusaidia maskini, usiache hata siku moja, na usiwaseme vibaya, maana kwanza lile ni funzo kwamba hata wewe ulicho nacho ni neema ya Mungu. Kuna watu wamepitia ugumu katika, sije ukawaita ni wazembe, wanafanya kila kitu inavyowezekana, ila kuna balali na wachapa, wanapitia uzoefu mgumu. Usipende kuhukumu, usipende kuhukumu watu kwa sababu hujui walichokipitia. Kuna watu wako barabarani pale wanavuna walichokipanda, na wewe kama sio kuzuiliwa na kuelimishwa, unaenda kuwa kama wao. Kila unapoona mtu anapitia ugumu, iwe ni sehemu ya wewe kujifunza kwamba yule nayemuona pale, mimi bila Kristo ningekuwa vile. Na wakati mwingine ukijikuta mdomo wako umetamka hata kuwasema vibaya, kwa sababu wewe ni binadamu, kuna saa unakosea. Usiende na hilo jambo, tubu haraka sana, mwambie Mungu, nisamehe, nimetamka vibaya. Ninapoona watu kule wanatumia madawa ya kulevya, sianzi kusema wazazi wao walishindwa namna ya kuwahudumia au hawakuwafundisha vizuri. Nasema yule ni mimi, ila tu neema ya Yesu imeniweka hapa. Haleluya. Twende kitabu cha Hesabu. Tulisomewa Hesabu sura ya ngapi, watoto wa Mungu? Hesabu sura ya ngapi? Mstari wa ngapi? Wa 8. Mnaukumbuka unasemaje? Hebu nione kama tunaukumbuka. Mimi sitasoma, nataka niwasikilize nyinyi. Tunakumbuka unasemaje? Soma tu moja kwa sauti, uko piga kelele kabisa tutasikia. Ndio. Ndio. Aha. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka weka juu ya mti. Kila atakayeumwa akimtazama atapona. Sasa relax kidogo. Kwa muda wako utarudi usome sura ya 20 ili tupate picha nini kilitokea. Mimi nakupatia vitu vichache muhimu vilivyotokea. Kabla ya sura 21 kuna vitu vimetokea. Sura ya 20 fungu la kwanza, nasoma Kiswahili cha kisasa. Jumuiya nzima ya Waisraeli ilifika katika jangwa la Sinai mnamo mwezi wa kwanza, wakapiga kambi yao huko Kadesh. Wakiwa huko, Miriam alifariki akazikwa. Tukio la kwanza sura ya 20 ni kifo cha nani? Cha Miriam. Wanafunzi hao wako vizuri kabisa. Mahali hapo walipopiga kambi hapa